Ndugu mtazamaji, mara tena tuna moyo wa furaha kuwa pamoja kwenye The Radio Kauzi Podcast. Jina langu ni Lea. Leo tutakuwa tukijadili uwepo wa Mungu na athari zake katika maisha yetu. Najua wengi wetu mnafahamu mstari hii tutasoma. Tusome Yohane 3:16. Biblia inasema, kwa maana Mungu alivyopenda ulimwengu hata kutoa mwana wake wa pekee, ili kila mtu akimwamini asipotee lakini apate uzima wa milele. Hebu fikiria kidogo. Mungu aliyekubali kuvaa mwili, kuzaliwa na mwanamke kiumbe chake, Mungu aliyekubali kuishi kama mwanadamu, kutukanwa na kudharaulishwa, Mungu ambaye alikubali kufa kifo cha uchungu na cha aibu ili atuokoe sisi wenye dhambi tusioweza kuokoa roho zetu wenyewe. Fikiria juu yake. Wokovu ni tunda la neema na upendo wa Mungu kwetu. Ni kwa neema pekee tunaokolewa. Ni kwa neema pekee tuna Roho Mtakatifu ndani yetu na uhakika wa uzima wa milele. Sisi si chochote bila yeye. Uwepo wake katika maisha yetu hubadilisha kila kitu. Uwepo wake ndani yetu unaanza na uamuzi rahisi wa kutambua kwamba alichukua umbo la kibinadamu ili asije kama malaika asiyejua mateso yetu, bali alijitoa kusulubiwa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu, na tukimkubali kwa hiari kuwa Mwokozi ataingia katika maisha yetu bila masharti. Tungekuwa wapi bila yeye? Yeye ni rafiki mwaminifu na baba wa ajabu. Kwa hakika maisha ya Kikristo yamejaa vikwazo, majaribu na dhiki, lakini pamoja naye ndani yetu na kwa upande wetu tutajua amani na furaha isiyo na mwisho. Licha ya majaribu na dhiki, licha ya hasara na huzuni, atatupa amani na furaha ya kuishi ndani yake. Atatufanya kama divai mpya. Tunaweza kuishi maisha yenye furaha na amani hapa duniani tukingojea uzima wa milele mbinguni. Ni kweli kwamba wanadamu tunaishi katika ulimwengu huu mpotevu. Tunaona machozi, kuvunjika moyo, huzuni, majaribu, dhiki na nyakati ngumu. Hata hivyo, hakuna kitu kinachoweza kulinganishwa na amani na shangwe ambaye Mungu anatupa. Kwa hiyo, majaribu yoyote tunayokabili, tusisahau kamwe sisi ni watu wa nani. Daima tujivunie na tufurahie kuitwa mwana wa Mungu. Acha tuendelee kuwa na nguvu na mzizi. Hebu tubaki imara na bila kuyumba katika imani yetu, na tutembee naye vyovyote vila hali ilivyo, kwa kuwa uwepo wake hubadilisha kila kitu. Usikose sehemu yetu ijao, tutakuwa tunazungumza maisha ya imani. Mungu akubariki hadi wakati wengine.